atawaeleza kuhusu watu ambao wanashiriki na utekaji, kwa sababu jeshi la polisi haliwezi kujichomoa kwenye tuhuma hii. Na wala wasiwe na wasiwasi, siku inakuja hawa watakiri dhambi hizi na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote wanaoongoza magenge ya kunyamazisha, kutisha watu, kuteka na kuua watu. Jeshi hili la polisi, uongozi wake una kesi ya kujibu. Mimi nawaambia sasa hivi, mimi sina waitis, nawaambia sasa hivi, jamaa yangu mmoja yuko idarani akasema, lakini polepole mimi na tutazamia baada ya uchaguzi maisha yako yatakuwaje? Nikasema, kakwambia nani kuna uchaguzi kini macho ila kwanza? Nikamwambia, akasema baada ya siasa hizi. Mimi sifanyi siasa ya uchaguzi. Mimi nazungumza mambo ya msingi ambayo nchi hii, uongozi wake chini Mama Samia na serikali yake wanabagaza na kubananga haki za watu. Nikamkumbusha mwaka 2021 nilipofanya shule ya uongozi, tulikuwa na uchaguzi. Akasema mwaka huu ulikuwa humsemi rais. Nikasema nimetumia miaka 4 kujiridhisha, shida ni uongozi toka juu kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akasema, lakini unajua kwamba urais ni taasisi, ukimsema rais unasema vyombo vyote. Nikasema ni kweli, kwani rais akiwa na makosa tafsiri yake ni nini? Ninyi wote hamumsaidii. Akasema, lakini unajua hakuna mtu ambaye kubishana serikali akafanikiwa. Nikasema usiwe na wasiwasi. Akaniambia, au ndio umejitoa mhanga kama Daudi? Nikamwambia mfano wa Daudi mzuri. Na mimi nikamhakikishia serikali hii na vyombo vyote vya ulinzi na usalama havikujua mimi nitazaliwa Tanzania. Yuko aliyejua, Humphrey Hezron Polepole, siku moja atazaliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyo peke yake mimi ninamwogopa, na nikienda kwake ninanyenyekea. Vyombo vya ulinzi ndio maana vinaitwa vyombo, ni kama vyombo vya kupikia, ni vyombo vyetu. Tunapaswa sisi wa Tanzania kuvitumia kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na taratibu na tamaduni nzuri tulizojiwekea. Vyombo hivi ni mwiko kwa asili yake kujigeuza na kuanza kuwatumia wa Tanzania. Ni mwiko. Kwa hiyo bwana, huwa tunazungumza mara nyingi, ni mtu mwema hivi na anahangaika, lakini anatakiwa aendelee kusaidia viongozi, na mimi namtia moyo endelee kuchapa kazi akisubiri siku ambayo haki itahukumu. Lakini kwa sababu nilikuwa namzungumzia Bwana Emmanuel Nchimbi, nikasema hivi, nyinyi mnakumbuka kwamba pale Oysterbay Police, kwa sababu nazungumzia polisi, pale Oysterbay Police, ule uwanja unaoanzia pale Namanga unakuja mpaka Moroko, unafahamu ule uwanja ulikuwa unabinafsishwa kipindi fulani kwa bwana yule, kwa bwana yule aliyonisema, na mimi nikamsema kwa bwana yule na kampuni zake. Walikuwa wanachukua pale, wanageuza pale, wanajenga masoko, mnufaika yeye. Nataka niwape leo chemsha bongo, mkafuatilia wakati wanataka kugawa eneo lile kwenda kwa bwana yule, alikuwa waziri wa mambo ya ndani. Inani atakayepata tutamtafutia zawadi, na ikibidi mnaweza kumuuliza pia Bwana Emmanuel Nchimbi ili naye atusaidie majibu. Ni nani aliyehudumu kama waziri wa mambo ya ndani aliyetaka kuligawa eneo la police line hapo Namanga Moroko, hapo polisi Oysterbay, lile eneo lote? Mimi nimesoma Mbuyuni Primary School, nimepita pale kwa miaka 7. Aisha kuligawa lile kwenda kwa bwana yule anayetubagaza mpaka kwenye madini, aliyekuja kuzuia
Umagazaji ule wa rasilimali za Watanzania na za jeshi la polisi si mwingine ni mtu anayembeza kwenye kambi yao ya CCM mtandao, ni John Pombe Joseph Magufuli. Kwa nataka mumuulize Nchimbi kutusaidia ni nani alikuwa waziri wakati ule. Nimemsikia Mheshimiwa Rais anazungumza kuhusu nwi. Nikasema mtu mmoja anamsaidia rais, labda wale wazee wale washauri Ulembo, Omar Hadiheri pamoja na Luwavi, wao wanakaa na rais wakikuwa unyenyekevu wamsaidie. Rais ni baba yetu na mama yetu, hizo jinsi zote anazichukua rais. Huwezi kwenda kuwaambia watu kwa lugha kama ya kubana pua, nwi. Ni mwiko. Wale watu ndio msingi wa mamlaka yote. Hata uamiri jeshi mkuu wako hautakiwi wala kujitambulisha. Hautakiwi kujitambulisha, umetoka kwao. Nimeona mara kadhaa, unajua mara kadhaa rais amewahi kujitambulisha. Niliyesimama hapa ndio rais. Inawezekana wasaidizi hawakumwambia. Yule Brigadier General Shauri, nafikiri anaitwa hivi, pale nyuma yake Kiingereza anaitwa ADC, AD Camp, Kiswahili wanamsema mpambe. Yule sio mlinzi wa rais. Yule ana kazi moja kubwa, kumtambulisha rais wetu na mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu. Kwa sababu hapa Tanzania hakuna mtu mwingine awaye yote ambaye anaposimama nyuma yake kuna Brigadier General amevalia uniform ya jeshi nyuma yake, isipokuwa amiri jeshi mkuu. Hata asipojitambulisha, ukimwona Brigadier General kasimama nyuma ya mtu anazungumza na nini au anatembea, huyo ni mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na rais wetu. Nitaka mfahamu hili. Kwa si vizuri Mama Samia unapoenda kwanza kujitambulisha tena inaonekana unatufokea, na hatujakosea, unatutisha. Na wewe utishi, kwa sababu anaitisha ni Mungu peke yake. Unasema hakuna atakayevuruga uchaguzi. Ni kweli, hata sisi hatutaki mtu avuruge uchaguzi. Unatakiwa kujua kwa nini watu wana malalamiko.